Unrotten seed implies something that is fresh, viable, and full of potential, capable of growing and flourishing. At some point in life, everyone lacks something. It is only through helping that our lives become fulfilled. The way we are today is because one day somebody sacrificed something for us. By doing so, we are planting an unrotten seed within you. Let's keep planting the unrotten seed. This is a calling of help as unrotten seed. Nipo shule mie, ni kwa neema, ninasoma mie. Ni kwa neema, nipo shule mie. Ni kwa neema, ninasoma mimi. Ni kwa neema, Baba Mungu mimi nakushukuru. Uliinua watu kwa ajili yangu. Baba. Unasema kwamba mwalimu alinipa kufanya, sasa sijui kufanya. Sio Mururu, nilikwambia ile muda ile jioni. Usiwaze kesho ndio kwa mwalimu atakuelekeza vizuri. Sasa ni usiku hili, wala shalala. Leo sumbua mimi baba. Mimi sijasoma, mimi bongo wao. Sasa mwalimu ananichapa nikipeleka maana sio mimi mwenyewe nimepewa. Wengine sasa wameshajaza hata mimi. Kwa hiyo mwalimu ananishapa. Usigobe. Mwalimu ni shamba mziba langu ile atakuelekeza vizuri leo. Sasa niambia mbona nimekuwa kama halafu hajafanya. Wewe, umaza kimya lala huko. Lala. Acha kupiga kelele. Lala huko. Mwalimu sasa ananichapa. Lala. Mimi niko nasaidia wewe. You stop speaking Maasai, speak English or Swahili. Hajakwambia what is your name? Amekwambia hivi, what is your name? Jina lako nani? Yani, ni akanambia lugha kirekesa, ni akanajua. Wewe msaidiwe. Wani umwanga wako inasemaje? Msoma yako. Soma. What is your name? Sio what is your name? What is your name? Yani jina lako nani? Sindrema. Andika hapo. Hata huyo haeleweki kinachoandika. Paka jina lake ajui kuandika. Ani hata msijui. Mfanye hivi, msoma ila pili. Soma. Where I come from? Sio where I come from. Where do you come from? Yani umetokea wapi? Umetoka wapi? Lobon. Wapi ndio huko? Lobon. Ni hata mimi sijui ulipotokea. Andika hapo. Unajua hata anachoandika hata akili. Ni Mungu tu ndiye anajua. Sasa kama jina lake hajui kuandika. Hiyo. Hata eleweki. Huyu nafikiri ndio wake huyu. Huyu ni maombi tu, hamna kitu kingine. Ndio wake ndio huyo. Niacheni kumlazimisha mwenzenu kusoma, maana ile sisi tulipokuwa wageni tukiambia tu 76 tunasema TBS. Sema characteristics. So hivyo characteristics. Sema consequence. Sema mathematics. Kwa kweli huyu ni wa kuombewa tu, inabidi tumpeleke kwenye kile kikundi cha maombi ya uombewe. Afu ni kweli kabisa. Na mimi nakumbuka zamani mwalimu wangu aliniambia niseme toka sisi bila sema tokoni. Hata mimi hapa zamani nilikuwa nikiambiwa niseme photosynthesis.
Bwana nasema photocopy siku hizi. Poleni wanafunzi kwa masomo. Asante. Sasa ni muda wa kulala. Kamili kuendelea kulala. Sawa? Pia tumuombeeni mwanafunzi mwenzenu huyo mgeni amekuja katika siku ya kwanza shuleni leo rasmi. Mazingira mapya, sehemu mpya ambayo hajaizoea. Tumuombeeni, sawa? Ili wacha tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunahaya kuleta toa mbele zako kwa amani. Mungu apate kuwalinda ulinzi wako pamoja nao kwa amani. Wakamke salama sana penzi yako. Mungu kuamini. Amen. Apare tena ndani. Ndio kitanda chako nichi hapa, sawa? Nichi. Kitanda chako pale unaenda. Para sala. Jamani na like lugha cha huyu anasaidia hapo kutafsiri. Hii miguu ya kuweza kuzuia kitanda ili kiweze kitanda kako juu, sawa? Hii miguu ina shida kabisa. Sawa? Wala haiondoki haendi sehemu yote hii hapa. Sawa? Hapana tanano gani? Yo la ira de oye yo la ira de por ahí para me dar de nuevo por ahí no van a cambiar que se ya Kuna bibi ya subiri ukampelekea mantra, hii mantra unampeleka kwenye maombi. Bali leo. Mwalimu, habari. Sasa mwalimu, nini kitu gani? Mwanangu nimeletaje usomeshe? Mimi sasa nisomesha nyumbani. Mimi siyasoma mwalimu, mimi na mke wangu arujasoma mabonga lala. Sasa kasi ndio nasoma mimi kusoma usiku baba kasi. Sijasoma kasi. Sasa mbona unasumbua mimi kila siku? Wewe ndio wakati kitu gani mwalimu? Sawa ni mwangalie. Hapa ni mkazi mwalimu aliyetoa darasani ila akafanyia nyumbani. Wewe kaya. Yeye mwenyewe hajui. Mimi hajui. Mume wangu hajui. Akaya hivi ndio kaona hii kitu. Baba kutoka serikali ya Bagusa sasa vile jela. Hapana. Leo ataelekezwa na mwalimu sababu unajua yeye ni mgeni. Kwa hiyo hajajua vizuri kuelekezwa na mwalimu namna ya kufanya kazi. Kwa hiyo ataelewa na mume mnampa nafasi nyumbani ya kufanya hii kazi. Sawa mwalimu. Hapo nimekuelewa. Hapo nimekuelewa kabisa hapo tunabaki. Sawa ina shida. Mwalimu, asante sana. Saidia mroho wangu. Mwalimu, ashina leo. Sasa mimi nimewaita hapa kama malaini zangu watatu
naamini mtaelewa nitakayoambiwa. Kuna kitu ambayo inaitwa shule, ambayo shule imetokea katika kanisa la Anglikana. Najua mjui hiyo kitu ambayo inaitwa shule. Sasa nawaambia sasa hivi ni muda wa kuchunga. Kwa hiyo msishaushike na mtu yeyote kwenda hiyo shule. Baadhi ya majirani zetu wamepeleka malageni zao shuleni badala ya kuchunga. Sasa nyinyi kitu nawaambia msije mkashaushika na mtu yeyote. Maana wale mnaweza kukutana huko mashungani kwa sababu wale wamekuja sasa hivi likizo. Kwa wamekuja sasa hivi likizo. Kwa hiyo kama wewe kijana mkubwa wewe na hao dogo zako tawili nataka msishuke na mtu. Sasa hivi ni muda wa kwenda kuchunga. Wengine wanakushawishi kwamba wanasoma shule nzuri. Sasa mkeni mkachunge. Sasa mimi nataka kufundisha nyinyi kitu kimoja. Jinsi ya kuwa mwanamke jasiri, mwanamke hodari wa kulinda na kutunza mila yetu. Kwa sababu lazima muwe wanawake wazuri kwa ajili ya kutunza mila yetu. Kwa sababu hapa kwenye jamii yetu kuna wanawake washaanza kushindwa kutunza mila yetu. Kuna kitu nakuja naitwa wanawake wengi washaanza kuleta watoto yao shule. Yeye nasikia mimi. Sasa hiki tunaita shule na kuja kwa sisi haitakiwi kabisa kwenye sehemu yetu. Nyie na watoto mzee kimila natakiwa kuolewa ili sisi tupate ng'ombe. Yeye nasikia mimi. Sasa nyie natakiwa kuolewa. Na hapa mkiolewa mkadumishe mila yenu kama mimi nilivyofundishwa na mama yangu na kokoi yai kuwa nilinde na kudumisha mila yetu. Sana nyie mtatakiwa mdumishe mila yetu. Unasikia? Hiki tunakuja naitwa shule, hapana sumbua mila yetu. Sisi tunatakiwa kusimama vizuri. Yaani sitaki kusikia mtu yote, hakuna sikiliza nyie marafiki zenu wala mtu yote anayesema hakuna kwenda shule. Sasa ngeni kunisikiza alafu mimi naambia nyinyi. Na hata kama mwingine siambie mtu ambaye anaambia shule mwambie kitu shule kitu kibaya. Kama niko ndani na mdogo wangu Samila, Tobai, Baba, mbona yajibu? huku tunaendelea vizuri na mwanangu kwa siku. Ndio. Sijui kwa Hao siku yuko salama. Kule amemza naye umwa. Kama mse, yeye ndio kwa ndugu na wewe. karibu useme maswali yako. Kama Samila, yuko nyumbani kwa shida nyingi. Shida. Ni basi shida yako. Kama mse, mimi hapa. Nimeenda shule. Nini kudai ile yenye yangu? Nisomesha. Sasa shule ni nini? Shule nyingine majengo ambayo ipo kule Anglikana kule makubwa. Ile jengo na mawe. Ile ambayo ameandaga kura ile soive kubwa ile soive. Kwa hiyo sasa kama mimi kama mzee wa mila
mimi aweza kukusaidia wewe kabisa. Kwa hii pesa yote mnyare la visira yote ukipa wewe kwa ajili ya mururu wako kwenda shule. Alafu ninyi wale ambao wanafunza mila zetu ndio shule. Ninyi sababu wanapeleka mururu wako shule. Mimi nimesema hivi, mimi sheria na karba yenu, lakini ile ndilo siri kabisa. Ninyi mnapoteza mila zetu na desturi wapeleka roho shule. Kwa hilo jambo la shule mimi sitaki kusikiliza kabisa. Maana ukikuja hata kuomba hizo mali yako, pesa ya kwenda kulia chakula, ni kusaidia kununua ng'ombe, unga, ndio kusaidia, lakini katika hilo jambo na usije kaniambia na mimi kuhusu hilo jambo. Samahani mzee. Sio samahani, mimi siwezi ukaniambia ninyi wale wala na haribu mila. Hapana mzee. Hapana mzee. Sikumbana kabisa. Mimi niwepo sababu uongo wewe. Sikumbana kabisa. Kweli. Haya. Attention. This. Attention. This. Attention. Now stand by and listen the instruction from the head teacher. Leo ni siku ya Jumatatu, Jumaa ya wiki ijayo, tutakwenda kufunga shule. Kwa muda wa wiki hii, ili kwenda kupumzika na kuwasaidia wazazi katika kila kitu kiuzacho sokoni kuleni bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri, maana dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Kwa hiyo hapa naambia tukaombea wakale kila kitu, akapata kula samaki, akapata kuwa na elimu. Toleni mmoja akatuabudishie, tutaenda kuomba. Peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwena, uwepo wako Bwana uwena. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana, uwepo wako Bwana uwena, uwepo wako Bwana uwena. Tena tukaombe. Mungu katika jina la Yesu Bwana, naomba Bwana ukapate kuelimisha Bwana, ukapate kuwapa nuru katika jina la Yesu, ukapate kuwapa ufahamu Bwana. Mungu naomba Bwana ukapate kumpa kula samaki katika jina la Yesu. Mungu kwa amani Bwana, kwa amani ukapate kumwelimisha. Mungu naomba Bwana kwa amani akapate kula Bwana kwa amani samaki na kulala kitandani, ukapate kuelimisha katika jina la Yesu Bwana. Mungu ukapate kuwapa ufahamu leo katika jina la Yesu. Wote tuseme amin.